Shalom mwana Mungu aliye hai, na kusalimu kwa jina la Mwokozi Yesu. Mungu akubariki kwa kuwa pamoja nasi katika ibada hii ya mafundisho neno la Mungu. Nafahamika kama mchungaji Edmundi Magayane, niko Dodoma hapa na kuletea ujumbe wa neno la Mungu ambao natamani ukubariki toka katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28. Vinasema, njooni ninyi nyote kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitakuwapumzisha. Kwa hiyo ninayo habari njema kwa habari ya pumziko, na nataka nizungumze kidogo kwa habari ya pumziko la roho. Yapo mapumziko ya aina nyingi mbalimbali, lakini nataka niseme kidogo kwa habari ya pumziko. Wengi wao wamekuwa akiwa hawaelewi nini Mungu anasema kupitia mstari huu, na ni moja ya mstari ambao umezoeleka kabisa kwa watu wengi, kwa kila moja, na pia wahubiri wengi wamekuwa akiwa wanautumia mstari huu kwa ajili ya kuweza kuwakilisha ujumbe wa neno la Mungu. Shukuru Mungu kwa majira haya. Nataka nifafanue kidogo kwa upana ili uweze kukupa mwanga, na usikuache vile ulivyo, bali ulisikiapo neno lilete mageuzi ndani ya moyo wako na kujenga msingi ulio imara, ili uweze kuimarika kiroho na kimwili. Maisha yako yaweze kusitawi, njia zako ziweze kuwa safi, na matendo yako yaweze kubadilika kabisa, kwani anayeweza kubadilisha mitazamo ya maisha ya mtu ni moja tu, ambaye anafahamika kama Bwana mabwana, Yesu Kristo aliye hai, aliyebeba masikitiko yetu, tabu zetu, mapito yetu, changamoto yetu. Yeye anakuhurumia wakati anapoona unaonewa. Yeye analo neno kwa habari ya maisha yako wakati anakuona unataka kujitetea mwenyewe. Yeye anakutazama, lakini habari njema ni kwamba yeye hachoki kuvumilia, hata kwa wakati tunapoamua kuiacha njia yake na kupita njia zile ambazo tunahisi kwamba zaweza kutusaidia. Yeye ni rafiki wa kweli kwa habari ya maisha yetu. Analo tumaini jipya tena kwa habari ya maisha yetu. Unapoamua kuichagua njia yake, ni dhahiri kabisa ya umechagua uzima. Lakini unapoamua kukaa mbali naye, ni ukweli usiopingika ya kwamba umeamua kuyafanya maisha yako kuwa ya tabu na mapito na changamoto. Yeye peke yake anao ufunguo kwa habari ya mafanikio, anao mpenyo kwa habari ya ndoa, kwa habari ya changamoto mbalimbali. Maisha yetu yanamhitaji yeye. Bila yeye hatuwezi kufikia malengo. Njia zetu zinamhitaji yeye. Bila yeye hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni kualike katika neema ya ajabu ya Yesu Kristo. Anatamani aingie ndani yako. Katika kitabu cha Ufunuo, Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia na kufungua mlango, anasema nitaingia ndani yake, na nijapoingia sintoingia na kutoka, bali nitafanya makao. Tamani Yesu Kristo, wakati unasikia neno hili, aingie ndani yako. Kazi yako ni kufungua mlango. Kufungua mlango ni kukubali, kutii na kunyenyekea kwa habari ya uwepo na kulisikiliza na kulitii neno lake, ili yeye aweze kuingia ndani yako, aweze kuleta mabadiliko, aweze kukusaidia na kukuimarisha. Neema yake ni kubwa. Ni kuombea baraka. Mungu akupe neema na uendelee kulisikiliza neno lake, kwani katika kufuatilia vipindi hivi utaona mabadiliko makubwa. Lakini Mungu atazidi kusema na wewe, na yapo mambo yatatokea katika maisha yako. Kikubwa zaidi, ishi maisha matakatifu, maisha ya ushuhuda yasiyokuwa na michanganyo, ili uweze kuifikia hatima ya mahitaji na makusudi yako. Mungu wa mbinguni akutie nguvu, mtu wa Mungu. Zaidi ya yote, tuzidi kumngoja Bwana. Wakati na muda sio mrefu, Mungu anawaijilia watu wake
Natamani na wewe usibaki mpendwa, mtumishi wa Bwana, usije ukajikuta ulikuwa ni miongoni mwa mtu anayefuatilia mafundisho, lakini palapanda inalia, halafu unajikuta wakati inalia ndipo nawaza kujiandaa, nawaza na wewe kujiweka tayari. Natamani wakati wa unyakuo na wewe usiachwe, uwe miongoni mwa wale ambao watanyakuliwa. Na kutakia baraka, na kutakia uzima, na kutakia mema ya nchi, vile Bwana alivyotuahidia katika Nyakati wa Pili 7:14. Kasema, ikiwa watu wangu mlioitwa kwa jina langu mkikubali kutii na kunyenyekea, mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo nakutakia baraka za Bwana, neema na nguvu za Mungu vikakufunike katika jina la Yesu. Amen.